Lord Jesus, it's your time now. Bwana Yesu, ni wakati wako sasa. May you speak to our hearts. Nena na mioyo yetu. We have open mind. Bwana, tunao mioyo ile wazi And our hearts are open. na hata mioyo yetu iko wazi. May you fill us this morning. Bwana, tujaze asubuhi ya leo tunaomba. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, help us understand the will of God today. tusaidie kuelewa mapenzi ya Mungu In the asubuhi name ya of leo. Jesus Christ we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And now we want to go to the Word of God. Sasa basi tuliendee neno la Mungu. We've been having series of teachings in this Tumekuwa na pulpit. misururu ya masomo hapa. Heavy teachings. Basi mafunzo makubwa kabisa. And the first time we were not even able to say amen. Siku ya kwanza hatukuwa hata tunaweza kuamkia amina. And Bishop will ask us to say amen, amen, amen. Na askofu angelituuliza But tuitikie amens were amina. not coming Lakini amina zilikuwa hazitoki. because the teachings was a bit heavy. Kwa sababu yale mafundisho yalikuwa ni mazito And we kidogo. were really trying to catch what God is speaking to us. Na tulikuwa tunajaribu kung'amua ama kutaka kuelewa zaidi ni kipi Bwana anazungumza nasi. Especially when he was speaking about the winds. Hasa alipokuwa anazungumzia kuhusu zile How many upepo remember the nne. winds? Wangapi wanakumbuka ile There upepo? was a wind that we were thinking, this wind, Zile pepo ambazo tulikuwa tunafikiria huu upepo wa kaskazini, hapana huu. Well, asifiwe. Amen. We will fear that wind. Tulikuwa tunaogopa upepo But ule. God really wanted us to know that there are those seasons Lakini Mungu alitaka tujue kwamba kuna hiyo misimu and the importance of those seasons. na umuhimu wa hiyo misimu na nyakati. I was brought up in a place called Marungu. Alikuzwa mahali panaitwa Malungu. And this is a very interior place, a remote place. Kule ni nyanjani kabisa, mahali ndani. So when he was speaking about the wind and the seasons, Alipokuwa akizungumzia kuhusu huu upepo na zile nyakati, I will relate on the things that were happening during those seasons. angeweza kukumbuka ama kufikiria ile msimu ambayo ilikuwa inafanyika wakati ule. And when that northern wind was blowing, Na wakati ule upepo wa kaskazini ulikuwa unavuma, it was a sign. ulikuwa ni ishara. Though it was very dry, that wind blows during dry season. Ule upepo huvuma sana wakati wa kiangazi. And before that wind comes, Na kabla ule upepo uje, the leaves of trees, almost all trees turns yellow. majani ya miti yote wakati mwingine sana hugeuza rangi kuwa Manjano. ya manjano. So after all those trees are now not green but yellow, Lakini wakati sasa haya majani yote yamegeuka rangi kuwa ya manjano, then now that wind comes ndipo hasa ule upepo nao and huvuma starts blowing. na huvuma kwa kasi. And because it is a dry season, Na kwa sababu ni wakati wa there ukame, is a lot of dust. unakuwa na vumbi At that nyingi. season, Na msimu huo you find most people with flu. unapata watu wengi wanao mafua. Everybody is sneezing. Kila mtu anapiga chafya. And another thing that would happen is that there was another infection of the eye Na jambo lingine lingetendeka ni kwamba watu wangelikuwa wagonjwa macho because of that dust. kwa sababu ya lile vumbi. Bwana asifiwe. Amen. Imagine a season like that. Basi hebu wazia msimu kama huo. We would really love to have it in the physical and not in the Tungelipenda sana utokee kiasilia, lakini si katika maisha yetu. because at that time Kwa sababu wakati huo our dad will call us very early in the morning. Our dad will call us very early in the baba morning yao angeliwaita mapema na asubuhi to go to the shamba. ili kwamba waende shambani. That is the time when we start now digging the land, preparing the land, Huo ndio wakati wa kutayarisha mashamba yao, removing all the old stalks and now preparing for new seeds. kuandaa ile shamba likawe sawa ili wakaweze kuandaa kwa ajili ya upanzi. So we work very hard. Kwa hivyo wangelifanya kazi kwa bidii And the sana. sun at that point, it is very hot. Na wakati huo jua basi ni moto So you sana. need to go to the shamba from like 6 up to 11, you go back home. Kwa hivyo ingelikupasa kurauka shambani saa 12, pengine saa 5 wewe usharudi. You cannot manage to stay there maybe up to 1 because the sun is very hot. Pengine hungeweza kukaa pale hadi saa 7 kwa sababu jua limewaka sana. Bwana asifiwe. Amen.
And then that's the time where now you see people are also planting their seeds. Na huo pia ndio wakati ambao unaona watu wameanza kupanda mbegu katika mashamba And we yao. will quarrel with our dad. Na tungeliweza Why are you kubishana forcing kelele us na baba. to go plant maize and there's no rain? Kwa nini unatulazimisha twende tupande na ilhali hakuna mvua? But because we were not aware of what happens. Na ni kwa sababu hatukuwa tunajua kinachoendelea. And soon after that, na baadaye hapo the wind changed. Basi ule upepo unabadilika. And the rain comes. Na mvua inakuja. But when that rain comes, lakini wakati mvua inanyesha, find the seeds are already in the ground. Inapata tayari zile mbegu tushazipanda katika udongo. And most of those seeds which are planted before rains are the ones which grows and succeed. Na basi zile mbegu ambazo zinapandwa kabla mvua kunyesha ndizo mbegu zinazotoka na kukua vizuri zaidi. But there are those who wait until the rain comes. Lakini kuna wale wanasubiri hadi mvua inyeshe. That's when they are going to prepare their lands. Ndio wanakimbia kuandaa mashamba yao. But for you who had prepared your land during the dry season, lakini kwa wewe ambao uliandaa shamba lako wakati wa kiangazi, by that time the process of growing has already started. Wakati huo basi ule mchakato wa mbegu kukua tayari umeshaanza. So may God help us. Kwa hivyo wacha Mungu atusaidie. This is not just a story. Basi hii si hadithi tu. But I've realized, lakini nimetambua, it is our daily life. Basi hata katika maisha yetu ya kila siku. Bwana sifiwe. Amen. We all go through those seasons. Sote tunapitia nyakati hizo. And through those seasons, na kupitia hizo nyakati, we are sustained. Basi tunadumishwa. Bwana sifiwe. Amen. We are sustained. Tunadumishwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. So last week, kwa hivyo juma lililopita, we were also taught about where we are supposed to be planted or the ground. Tulifunzwa mahali wapi tunapaswa kuwa tumepandwa. Bwana sifiwe. Amen. Because if we are to have or experience the sustained breakthrough, kwa sababu iwapo tunahitaji kuhisi hii hali ya upenyo wa kudumu, we must be at the right place. Ni lazima tuwe mahali palipo pasawa. Bwana sifiwe. Amen. We must be in the right place. Ni lazima tuwe mahali pasawa. And that's where now you'll find yourself growing. Ndiposa unajipata hapo ukikua. You'll find yourself now achieving. Unajipata ukipata yale mambo ambayo ulikuwa umepangia. Bwana sifiwe. Amen. And that's why the Bible was telling us, ndiposa Biblia ilikuwa inatuambia, there are things that we should not have or we should not follow. Ni kunayo mambo ambayo hatupaswi kuwa nayo ama kuyafuata. You remember the three things? Je, unakumbuka yale mambo matatu? We should not walk. Hatupaswi kutembea with the evil. Na wale ambao si wazuri. We should not sit. Hatupaswi kuketi. We should not stand. Hatupaswi hata kusimama. There are places that we are not supposed to be. Kunao maeneo ambayo hatupaswi kabisa kuwa. But what we are required to, lakini kile tunachopaswa kuwa nayo, is to delight in the word of God. Ni kulifurahia neno la Mungu. Bwana sifiwe. Amen. And when we delight in the word of God, na tunapolifurahia neno la Mungu, now that is where now we are being transplanted. Hapo ndipo basi tunapandikizwa. We are removed from the wrong soil. Tunatolewa katika ule udongo mbaya. Removed from the dry places. Tunatolewa katika yale maeneo ya ukame. God takes us to where there is a good ground. Na Mungu anatupeleka mahali palipo na udongo mzuri. And also streams of water. Na mahali pia palipo na vijito vya maji. Bwana sifiwe. Amen. And that's why the Bible tells us. I want to read the same verse that we read last week. Na ndipo Biblia inatuambia, nataka tusome mahali tuliposoma Zaburi 1. Psalms chapter 1. Zaburi 1. Chapter 1 verse 1. Mstari wa kwanza. This is what the Bible says. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the ways of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, that yield its fruit in season, and its leaves does not wither. In all that he does,
he prospers. Nitasoma Zaburi mlango wa 1 mstari wa 1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila atendalo litafanikiwa. Amen. So that person who is sustained in the breakthrough, mtu yule basi ambaye amedumishwa katika upenyo, it is someone who is delight is in the law of the Lord. Ni mtu ambaye basi anapendezwa na sheria ya Mungu. And this is the person who is planted by the streams of water. Na mtu huyu ni yule amepandwa katika vijito vya maji. And the Bible tells us again, na Biblia inatuambia mara tena, that this person kwamba mtu huyu yield his fruits every time in its season. Basi mtu huyu huzaa matunda yake kwa majira yote. Hakuna msimu unapitaga flats. There is no season that doesn't bear fruits. Every season there are fruits. Kila msimu unao matunda. Why? Kwa nini? Because this person is near the water. Kwa sababu mtu huyu yuko kando ya vijito vya maji. All the nutrients from the water. Kwa hivyo yeye huvuta virutubishi vyote kutoka kwa maji. Nothing can hinder this tree from bringing forth fruits. Hakuna jambo linalozuia mtu huyu kutokana kwa kuzaa matunda. And I know the whole of this week we've been meditating on this word. Najua juma hili lote tumekuwa tukilitafakari neno hili. We've been letting God transplant us. Tukiangalia jinsi Mungu alivyotupandikiza. We've been letting God to minister to our hearts. Tumekuwa tumwambia Bwana ahudumie mioyo yetu. Hallelujah. Amen. And today I want us to go to the second part. Na siku ya leo ningependa tuende kwa sehemu ya pili. And because we are the people who brings forth fruits. Na kwa sababu sisi ndio watu tunaotoa mazao ya Mungu. We are planted by the streams of water. Sisi ndio tuliopandwa kando ya chemichemi za maji. Because God had promised since the beginning of this year. Kwa sababu Mungu aliahidi tangia mwanzoni mwa mwaka. That He will make us like a watered garden. Kwamba atatufanya kama lile bustani lililotiwa maji vizuri. Because we are watered garden, na kwa sababu sisi ni bustani lililotiwa maji, we know that there are many fruits that are coming up from us. Tunajua kwamba kunao matunda mengi yanayotoka kwetu. And these fruits, na matunda haya, are what we want to see today. Ndio tunaotaka tuyaone mchana wa leo. Bwana sifiwe. Amen. Are these fruits edible? Je, matunda haya yanalika? You know, you see mangoes. Naona miembe. Maembe. When these mangoes are still raw. Wakati maembe haya yangali mabichi. And you go and pluck it. Na uende utunde moja. And you start eating it. Na uanze kutafuna. What happens? Ni nini kinachotokea? Wala wanakulaga maembe mabichi. What happens? It's very sad. Mbona mnakunja uso badala mniambie hiyo inawakunjisha uso hiyo? You're just showing me the sign but you're not telling me what is happening. Ni nini basi huwa unahisi unapotafuna lile jaka? I could have mangoes to give you. Na tamani ningelikuwa na maembe niwape. So that you can taste that mango. Na tamani ungeonja lile embe. Bwana sifiwe. Are they sweet? Je, ni tamu? Are they sweet? Je, ni tamu? No. La hasha. But if you give them time, lakini unapoyapatia muda, the same mango, let's say we had a big mango here, I don't know why they cut it but it's okay. Tulikuwa na mwembe hapa mkubwa tu sana. Big mango here from my uncle's shamba. Kulikuwa na mti mkubwa sana wa mwembe hapa. And those mangoes could come even to our church. The mangoes will come up to our church. Na basi yale maembe yangelikuwa na yaanguka upande wa kanisa letu. But when you pick that mango before it is ready, na iwapo ungelitunda lile embe likiwa bado lipivu, you will not enjoy it. Haungelilifurahia. It is bitter. Basi lina uchachu. Sometimes sour. Lina chachu, ni kali. And then it brings inaitwaje ile ganzi inakupatia numbness. It's number.
You will not be able to eat. Even if you are given meat that day, you will not be able to eat. Iwapo hata utapewa nyama ama pia githeri, hautaweza kula. The mango has destroyed your. Kwa sababu zile ganzi zimeharibu meno yako. Bwana asifiwe. Amen. So when God is speaking about the fruits, kwa hivyo wakati Mungu ananena kuhusu matunda, these fruits, matunda haya, they are many, ni mengi, according to our eyes, kulingana na macho yetu. And as we read the Bible, na tunaposoma Biblia, in the book of Galatians, let's read from Galatians. Tunaposoma Biblia katika kitabu cha Galatia, Galatians, there are fruits there, fruits. Kuna matunda pale. You know there are fruits and there is a fruit. Kunayo matunda na kuna tunda. Bwana asifiwe. Amen. So let's see these fruits. This is Galatians chapter 5 verse 22. Tuangalie wa Galatia 5:22. But I want us to read about the fruits. Hizi ni fruits zenye utashangaa. Wacha nisome mstari wa I want to go back. Now, let's start from 18. Wa Galatia 5:18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, that one which I cannot read, idolatry. Fruits nizite tu matunda ya mwili, but kazi ya mwili ambayo ni matunda ya mwili. The fruits or kazi ya mwili. You can read verse 18. Nitasoma Wagalatia 5:18. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria, bali matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvu, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. These are works, which are also like fruits. Ni male matunda yanayozaliwa na mwili, our flesh, our own flesh. Basi ni matunda yanayozaliwa na mwili wetu. When we are not following the right path, wakati hatufuati ile njia ya sawa, when we are not at the streams of waters, wakati hatujapandwa pale kando kando ya vijito vya maji, there are things that we do. Kunayo mambo tunayoyafanya, and these are many things. Na hayo ndio haya mambo mengi. And that's why the Bible talks of works. Na hiyo ndio Biblia inayosema kazi hizo. In plural, works. Kazi kwa wingi. Because there are many. Kwa sababu ni nyingi. Many are going to worship idols. Wengi wanaenda kuabudu sanamu. Though they are in church. Na wako kanisani. Many they are in church but they have some hidden agendas. Kuna wengi wako kanisani lakini wanao vitu ambavyo wameficha. And these are not sweet things. Na hawa si mambo mazuri. Bwana sifiwe. Amen. These are people who will hate one another. Hao ni watu ambao watachukia mwingine bila sababu. And they are still in church. Na bado wako kanisani. These are people who will go and steal. Hawa ni watu ambao watatoka na kwenda kuiba. Fornicators. Watu ambao wanafanya uasherati. Bwana sifiwe. Amen. These are things that people will do. Hizi ni dhambi ambazo watu wanafanya. But these things are not sweet. Na vitu hivi si havina utamu. At the end of the day, kwa sababu mwisho wa siku, you find yourself maybe you've offended one of your friends. Unajikuta kwamba umemkosea mmoja wa rafiki yako. Maybe you have quarreled with your family member. Na pengine umejibizana ama mmekasirikiana na familia. So these are things that we as Christians are not supposed to
are not supposed to engage ourselves. Basi haya ni mambo ambayo kama Wakristo hatupasi kujihusisha nayo. We are not supposed to be having things that are not of the Spirit. Basi hatupasi kuwa na mambo ambayo hayatokani na Roho. And that's why the Bible has started telling us that if we are led by the Spirit, na ndiposa Biblia imeanza kutuambia kwamba tukiongozwa na Roho, if we are led by the Spirit, kwamba tukiongozwa na Roho, we will not be able to do what does not please God. Na hatutaweza kufanya kile ambacho hakimpendezi Mungu. So because now we are planted by the streams of water. Na sasa kwa sababu tumepandwa katika zile vijito vya maji. Our God is the farmer who takes care of us. Na Mungu wetu ndiye yule mkulima anayetuzingatia vizuri, who takes care of us, anayetutunza vizuri, he gives us all the nutrients that anatupatia virutubishi vyote tunavyohitaji to bring forth fruits, ili kwamba tukaweze kuzaa matunda, ili kwamba matunda yetu will not be like the works of the world. Hayatakuwa kama zile kazi za pale duniani. It will be a fruit, itakuwa ni tunda that will please God, ambalo litampendeza Mungu. It will be a fruit, itakuwa ni tunda that will also please others, ambalo litawafurahisha pia wengine wanapoona. Bwana asifiwe. Amen. And that's why we go now to verse 22. Ndipo sasa tunaenda mstari wa 22 where the Bible tells us, ambao Biblia inasema, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, patience, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such things there is no law. Inasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. You see where we started? The Bible talked about many things like works of the body. Tulipoanza Biblia ilizungumza vitu vingi kama mambo ama matendo ya mwili. The works of the flesh. Matendo ya mwili. But here, lakini hapa God is speaking about the fruits. Hapa Mungu anazungumza kuhusu tunda of the Holy Spirit. La Roho Mtakatifu. And when he talks about fruit, na anapozungumzia kuhusu tunda, he counts so many things. Anataja vitu vingi tu sana. Now, does it mean that we have fruit of love, fruit of peace, fruit of... Are there many fruits? Je, kunao matunda mengi? No. La hasha. It is only one fruit. Lakini ni tunda moja tu. That's why he says now the fruit of the Holy Spirit. Lakini sasa ndio tunasema tunda la Roho Mtakatifu. Amen. The Spirit of the Lord, Roho wa Bwana, is the one who brings those other fruits to us. Ndiye anayetuletea haya matunda mengine kwetu. The Holy Spirit is the source of these fruits. Roho Mtakatifu ndiye chanzo za hili tunda. And I was looking at it. Na nikawa nikiangalia. Because from the beginning I always thought that tunda la furaha is one, this one, the one who are patient is another one. Alikuwa anadhania tokea pale mwanzo kwamba haya matunda ni tofauti, kunalo la furaha, kunalo la uvumilivu. But it is one fruit. Lakini ni tunda moja. The Bible is speaking of one fruit. Na Biblia hapa inanena kuhusu tunda moja. Which has different taste in it. Ambao linao mionjo tofauti ndani yake. Now let's go back to our mango. Turudie pale katika ule embe letu. We said this mango when it is not ready. Ili embe wakati bado ni daka. It is not sweet. It is not edible. Basi halina utamu. But when it gets ready. Lakini wakati limekomaa kabisa limeiva. Maybe it is still on that tree. Na bado liko pale katika mti. And you are passing near that tree. Na unapita katika ule mti. Number one, you will hear that good smell coming to you. Jambo la kwanza utahisi ile harufu mzuri ikitoka kwa ile tunda. So before you go get that mango, kabla uchukue lile embe, you'll have heard that smell. Bado utakuwa umesikia kwanza, umevutiwa na ile harufu. Which will attract you to go and pick that mango. Ile harufu ndio itakuwa umekuvutia kwenda kulitunda. So the Holy Spirit in us, basi Roho Mtakatifu ndani yetu, is the one who works all these things. Ndiye anayefanya kazi hizi zote. And he makes them to be beautiful. Anayafanya yote yapendeze. He binds them together to become one fruit.
anaunganisha yote kuyafanya kuwa tunda which moja, consists of all those 9 ingredients in it. ambayo yako ndani yake na hivi vitu vyote And 9. as a Christian, Na kama Mkristo, as a servant of God, kama mtumishi wa we Mungu, are called to have this fruit of the Holy Spirit. tumeitwa ili tukawe na hili tunda la Roho Mtakatifu. Because if we don't have the fruit of the Holy Kwa sababu Spirit, iwapo hatuna hili tunda la Roho we will Mtakatifu, not be fit in the kingdom. basi hatutaweza kushinda katika Because ulimwengu. we are called to bear fruit. Kwa sababu tumeitwa tukazae matunda. You and me are called today to bear fruit. Hata leo umeitwa ili ukaweze kuzaa And this matunda. fruit is the fruit of the Holy Spirit. Na hili tunda ni tunda la Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. So we are called to bear fruit. Kwa hivyo tumeitwa wapendwa tuzae And matunda. this fruit we are not going to bear it by our own self. Lakini tunda hili hatuwezi kuzaa sisi wenyewe. Because if we bear our own fruit, Kwa sababu iwapo tutazaa matunda yetu we will wenyewe, not bear the fruit of the Holy Spirit. hatutaweza kulizaa hili tunda la Roho But we Mtakatifu. will find ourselves carried to the flesh. Lakini tutajipata tukizaa lile tunda la So mwili. instead of loving our neighbors, Kwa hivyo kabla kujali ama kupenda ndugu zetu, we start now hating them. tunaanza kuwachukia. Instead of blessing them, Badala ya we kuwabariki, start cursing them. tunaanza kuwalaani. Instead of bringing them closer to God, Badala ya kuwaleta karibu na we Mungu, push them away. tunaanza kuwazogesha mbali na Mungu. Because that is not the work of the Holy Kwa Spirit. sababu hiyo sio kazi ya Roho But when the Mtakatifu. Holy Spirit comes in us, Lakini wakati Roho Mtakatifu anakuja He ndani yetu, enables us anatuwezesha to bear this ili beautiful fruit. tukaweze kuzaa hili tunda nzuri Bwana wetu linalopendeza. apewe sifa. Amen. Because we are rooted in Him. Kwa sababu tumepandwa ndani kabisa And we kwa are yeye, planted in the kingdom of na God. tumepandwa katika ufalme wa I Mungu. remember Jesus when he was going back to heaven. Nakumbuka Yesu alipokuwa akirudi He mbinguni, talked to his disciples. anawaambia wanafunzi And wake, he told them, go and wait for the promise. anawaambia nendeni mkaisubiri ahadi, Wait for the Holy Spirit. mngojeni ile ahadi ya Roho Because when He Mtakatifu, comes to you, kwa sababu He will atakapowajilia give you power. atawapatia nguvu. Hallelujah. Amen. So when this Spirit comes in us, Kwa hivyo iwapo hizi nguvu zitakuja He juu gives yetu, us power. anatupatia He nguvu, gives us that ability anatupatia ule to uweza now change ili tukaweze from kubadilisha bearing those wicked fruits kutoka kwa kuzaa yale matunda ambayo si now start mazuri, bearing the good fruits. na tuwe tunaweza kuanza kuzaa lile tunda zuri. Bwana sifiwe. Amen. My dad used to do grafting. Basi haiti My dad used to do grafting. babake alikuwa anaunganisha ama anapandikiza miche. So he will take an orange tree Angelichukua mche wa mchungwa and graft it with a lemon tree. aupandikize na mche wa mlimau. So after that tree now starts growing and establishing itself, Na baada ya ule mche kushika vizuri na kukua, he will go and cut the lemon tree. angeliendelea na baadaye ataukata ule mlimau, He removes all the lemon branches na angelitoa yale matagaa yote ya mlimau and leave that orange tree to grow. na aache ule mchungwa ukiendelea kukua. Bwana sifiwe. Amen. I know before we were in the darkness, Najua pale mwanzo tulikuwa katika giza, and God brought us to Himself. lakini Bwana akatuleta kwake He mwenyewe, grafted us to Himself. akatuunganisha kwake And mwenyewe. Paul tells us this testimony Na Paulo anatuambia ushuhuda huu that it is not me who lives again, ya kwamba si mimi ninayeishi but tena, Christ lives in me. lakini ni Kristo anayeishi ndani Bwana yangu. sifiwe. Amen. So that old nature Kwa hivyo ule utu wangu wa kale which used to do evil, yaliyokuwa anafanya mabaya, which used to hate others, yaliyokuwa inachukia which watu, used to do those immoralities, waliokuwa inatenda yale mambo does mabaya, not exist in me again. haiishi ndani yangu Because tena, I am taken kwa sababu nimechukuliwa, and planted in the kingdom of nimepandikizwa God. katika ule mti mzuri. So whatever comes in me, Kwa hivyo chochote kinachotoka it is ndani not yangu of the flesh, ni haikitokani na mwili, but of the kingdom of God. lakini kinatokana na ufalme wa Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Why does the Bible talks about the fruit? Kwa nini Biblia inazungumzia kuhusu tunda? Because fruit, Kwa sababu tunda it is the only true testimony, ndio ushuhuda wa kweli tu, true
evidence na ushahidi wa kweli of who you are. ya wewe ni nani. You can cheat by, you know, when we have Christmas, the Christmas tree, you know the Christmas tree. Wakati wa msimu wa Christmas tuna ule mti wa Christmas. We have those fake trees, kuna ile miti ambayo tunaekelea pale inawakawaka taa. And we will go and decorate it. Na tunaenda pale tunaweka marembo kiasi. But that tree does not last. Lakini mti huo haudumu siku nyingi. Those who are not able to buy the plastic one, wale ambao hawajaweza kununua ile ya plastic, we will take the cypress tree. Tungelichukua ule mti wa cypress. The cypress tree. Mti wa cypress. Just cut it and then you take your bucket, you put that tree there. Ungechukua uchukue ndoo yako upande pale, you decorate it na utie maridadi kabisa. You can also add some fake fruits there. Unaweza ongeza matunda fulani pale. But give it time. Lakini upatie muda. That tree, it withers. Mti huo utanyauka. The fruits that you had placed there, yale matunda pia ambao ulikuwa umekelea pale, they also wither. Yatanyauka pia. And that's why we have to eat them on Boxing Day, Na ndiposa ilipaswa yaliwe kesho yake kabla ya nyauke. And Boxing Day we have now to remove everything from that tree and eat. Siku ya pili ilikuwa ni ya kufungua masanduku na kula yale matunda. Because that is not a tree that can bring fruit. Kwa sababu ule ni mti ambao hauwezi kuleta matunda. Bwana sifiwe. Amen. When you look at a lemon tree and an orange tree, they are almost the same. Unapoangalia mti wa mchungwa na mlimau kidogo yanafanana. Maybe a good farmer will see the difference or will know the difference. Pengine mtu aliyebobea katika utaalamu wa kutofautisha anaweza kutofautisha. But if you are not skilled in agriculture, lakini iwapo haujabobea sana katika ukulima, you may have problem to differentiate those two trees. Pengine utakuwa na shida kidogo ya kutofautisha miche hii miwili. So when you have that tree, just leave it. Kwa hivyo unapokuwa nayo iache tu hivyo ilivyo. Give it time until it bears the fruit. Hadi uanze kuzaa matunda. You will know if the tree you are having is a lemon tree or an orange. Basi pale utaweza kujua iwapo huu mti ni mchungwa ama ni mlimau. Bwana sifiwe. Amen. There's a saying that Swahili people say. Kuna msemo wa Swahili usema, kaa nao wajue, kaa na wao wajue. So we have to stay with you. So tunahitaji kukaa na wewe for us to know you. Ili tukaweze kukujua wewe ni nani. There are people who are angels. Kuna watu ambao ni malaika. When you meet somebody is really an angel. Nakutana na mtu kabisa ni malaika. The way he speaks, jinsi anavyozungumza, the way he prays, jinsi anavyoomba kwa utaratibu. When she sings it's like an angel. Anavyoimba kabisa ni kama malaika. That is the first day. Basi hiyo ni siku ya kwanza. The second day the same. Siku ya pili vile vile. 1 year goes. Mwaka mmoja unapita. And sometimes I wonder, because sometimes we have people who are able to sing very well, good ministers. Wakati mwingine anashangaa kwamba tunao watu wanaweza kuimba vizuri kama after some time you feel that they are not really performing. Lakini baada ya muda unaona kwamba si wale waliokuwa wanaimba pale mwanzoni. And sometimes they just go. Na wakati mwingine wanatoka tu. They don't come to church. Hawaji tena. They are at home. Or maybe they go to another church. Ama pia wanahama kwenda kanisa lingine. But when you do your own investigation, lakini ukifanya ujasusi wako mwenyewe, the person you knew, unakata kuwa mtu uliyemfahamu is not the real person is. Basi siye yule anayejitokeza sasa. Some they have their own mipango ya kando outside there. Wengine basi wanao njia zao ama mipango ambayo si sawa. So when you don't see him around, kwa hivyo usipomuona, you will see him one day either with a wife or with a baby or pregnant. Basi unapokutana naye mara tena utampata pengine na mke, mtoto au mjamzito. Why? Kwa nini? Because when you come to church you pretend to be good. Kwa sababu unapokuja kanisani unajifanya kuwa mzuri. But when you go outside there, lakini unaporudi pale nje, you are just like the world. Basi unafanyika tu kama mmoja wa wale walimwengu.
And that's why the fruits are very important. Na ndiposa haya matunda haya ni muhimu sana. We will know them by their fruits. Tutawajua kwa matunda yao. We will know them by their fruits. Tutawajua kwa matunda yao. Bwana asifiwe. Amen. And that's why it is good to be in a fellowship. Na ndiposa ni muhimu sana kuwa katika ushirika. Because we are able to know you more. Ili kwamba tukaweze kukujua zaidi. And to help you where there is a problem. Ili kwamba pia tukakusaidie palipo na shida. I am in the fellowship. Iwapo niko katika ushirika. And there is something evil coming in me. Na kuna jambo ambalo si sawa linalokuja kwangu. You will know. You will say, this lady, she does not behave like this. Utasema huyu dada sivyo anavyokuwa. So at least you will find help early. Pengine utapata msaada mapema. But there are those who run away that nobody will see. Lakini kuna wale wanatoroka kwamba mtu asione. Bwana asifiwe. Amen. But this day, lakini siku ya leo, I want to encourage you. nataka nikutie moyo. The fruit of the Holy Spirit. Kwamba tunda la Roho Mtakatifu. We cannot find it by our own strength. Hatuwezi kulipata kwa nguvu zetu. We cannot find the fruit of the Holy Spirit by what we do. Hatuwezi kupata hili tunda la Roho Mtakatifu kwa yale tunayoyafanya. When Paul was writing this letter, wakati Paulo alikuwa anaandika waraka huu, the church was in a very difficult condition. Kanisa lilikuwa katika hali ngumu sana. Because there were so many teachers. Kwa sababu kulikuwa na walimu wengi sana. People were having so many information. Watu walikuwa na mafunzo mengi tu sana. About food, don't eat this food, don't do this. Walikuwa wanaambiwa usile chakula hiki, usifanye hivi na vile. Like today we also have so many teachings around. Na pia siku ya leo tuna mafundisho kama hayo mengi tu sana. Don't eat this, don't wear this, don't do this. Usivae hivi, usile hili, kile. Bwana asifiwe. Amen. Sio leo, these things were even before. Basi mambo haya yalikuwepo tangia mwanzo. And Paul was speaking to this church. Na Paulo akawa ananena na watu hawa when they were in that confusion. Walipokuwa katika ule mtafaruku. There are those who were really honoring the Sabbath. Kuna wale walikuwa wanashikilia kabisa siku ya Sabato. They believed in the holiness. Waliishi katika utakatifu. There are those who believe in food. Kuna wale waliamini kwa chakula fulani. You cannot eat this, you cannot do this. Kwamba huwezi kula hiki, huwezi fanya vile. Bwana asifiwe. Amen. But let me tell you, my brother and my sister. Lakini nikwambie ndugu dada yangu. Just as Paul is telling this church. Kama vile Paulo analiambia hili kanisa. These fruits are not of works. Kwamba tunda hili si tunda la matendo. You will not fight for them. Hautapigana kuyapata. The only thing you need is to accept the Holy Spirit. Jambo tofauti tu ni kwamba umkubali Roho Mtakatifu. Surrender yourself to the Holy Spirit. Ujisalimishe kwa Roho Mtakatifu. And now when the Holy Spirit is in you, na wakati Roho Mtakatifu yu ndani yako, He start to bring forth that. Basi haya matunda yanaanza kuchipuka. Start growing in you. Basi tunda hili linaanza kukua ndani yako. Coming in you. Ubadiliko unaanza kufanyika ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. So we need to give the Holy Spirit space in our hearts. Kwa hivyo yatupasa tumpatie Roho Mtakatifu nafasi katika mioyo yetu. If He's not going to work in us, kama hatafanya kazi ndani yetu, then the flesh will take over. Basi mwili utachukua usukani. And when the flesh takes over, na usukani, mwili ukichukua usukani, now things will not be the way you want them to be. Na basi mambo hayatakuwa jinsi unavyokadiria yao. Instead of loving, lakini badala ya kupenda, utaanza kuchukia wengine. So let's look at these fruits. Basi tuangalie haya matunda. Maybe we'll go through a few of them. Pengine tutaangalia tu machache. And number one, we have love. Jambo la kwanza ni upendo. The Bible says the fruit of the Spirit. Biblia inasema tunda la Roho. Number one is love. Ya kwanza ni upendo. Bwana asifiwe. Amen. I wonder why love before joy. Najiuliza kwa nini upendo kabla furaha. I think even the arrangement of this fruit. Na fikiria pia jinsi tunda hili lilopangwa. It is also divine. Basi pia ni ya kiungu. Bwana asifiwe. Amen. So love, upendo, it is the cluster. Upendo ndio unaunganisha zote. It holds them all. Inashikanisha yote. If you don't have love, iwapo hauna upendo, you lose these other ones. Hautakuwa na haya mengine yote. Bwana asifiwe. Amen. It holds everything. Upendo ndio unaoshikanisha yote. And do you know why love holds everything?
Kwa nini upendo unashikanisha yote? Because God is love. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe ni upendo. So it's like God himself in us. Ni kwamba Mungu mwenyewe ndani yetu. He's the one working all things. Ndiye anayefanya mambo yote haya. He's the one washing us. Ndiye anayetusafisha, anatutakasa, and makes us the way he wants us to be. He na anatufanya jinsi anavyopenda yeye tuwe. Bwana sifiwe. Amen. You know love, unajua upendo is God himself. Ni Mungu mwenyewe. Because he's the author of love. Kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa upendo. That's why when we read the Bible, ndiposa ukisoma Biblia, we say anasema that he is love. Kwamba yeye ni upendo. And whoever is in him, na yeyote aliye ndani yake, must have loved one another. Lazima ampende mwingine. Bwana sifiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. So if we have this love in us, kwa hivyo iwapo tuna huu upendo ndani yetu, the agape love, upendo wa agape, and this agape love is not love that based on feelings. Basi upendo huu wa Mungu si ule upendo wa hisia tu. You feel like you love somebody. Si ile unajisikia kwamba ni kama nampenda huyu leo. You don't feel like loving. Kesho simpendi. Today you feel like you want to pray. Leo unahisi kana kwamba utaomba. Today I don't feel like praying. Kesho unajihisi kwamba hapana. You feel today I want to worship the Lord. Leo unahisi kwamba kabisa nataka nimwabudu Mungu. Nataka kuwa katika uwepo wake. But tomorrow, lakini kesho, because maybe you didn't have something to eat, pengine haukupata chakula, and maybe you had prayed for something that has not been answered yet, pengine umeliombea jambo ambalo tayari halijajibiwa, you feel you don't love again. Unahisi kwamba haupendi tena. Bwana sifiwe. Amen. But the love of God, lakini upendo wa Mungu, it is a sustained love. Ni upendo unaodumu. It is love that never fades. Ni upendo ambao haupungui. And this love is demonstrated by Jesus on the cross. Na upendo huu unadhihirishwa na Kristo Yesu pale msalabani. Because the Bible says in the beginning God loved the world. Na kuposa Biblia inasema kwamba pale mwanzo Mungu aliupenda ulimwengu. Alitupenda sote. From beginning. Tangia mwanzo. And that's why he sent his son. Ndiposa akamtuma mwanawe Yesu. His son Jesus Christ. Alimtuma Yesu. And he came and stayed with us. Akaja ili atuokoe. He enjoyed all the difficulties a human being can go through. Alivumilia yote ambayo mwanadamu anaweza kupitia. He was mocked. Alitukanwa, kudharauliwa. He didn't have food to eat for 40 days because he was fasting. Hakuwa na chakula kula kwa siku 40 akifunga. He didn't even have a good house to stay. Hakuwa na nyumba nzuri ya kuishi. So when you don't have house today, iwapo hauna nyumba siku ya leo, and you're praying God that to give you a place to be, na uambie Mungu akupatie na hali ili uweze kuishi, Jesus will understand. Yesu ataelewa. Nasema kweli huyu anateseka. Bwana sifiwe. Amen. He came to us. Alikuja kwetu. And he showed us what love is. Na akatuonesha upendo ni nini. He loved even those people who were mocking him. Akawapenda wote hata wale walikuwa wanamdharau. He loved the people who even killed him on the cross. Akawapenda pia wale waliomuua pale msalabani. He never cursed them. Hakuwalaani. He never said evil about them. Hakuwanenea mabaya yoyote yale. Even the one whose ears was cut by Peter, he took it back. Hata yule ambaye alikatwa na Petero alichukua lile sikio na kuliregesha mahali pake. At that point, alitupenda kiasi hicho. Where he was going to the cross. Wakati akienda hata pale msalabani. And he knew, because he was God, he knew what will happen the other day. Kwa sababu yeye ni Mungu, alijua kile kingelitendeka baadaye. So he knew that he's going to die. Alijua kwamba anaenda kufa. It was not just a normal death. Haikuwa tu kifo ya kawaida. But people will kill him. Lakini watu watamuua. And Jesus knew. Yesu alijua. But he still loved. Lakini bado alitupenda. Bwana sifiwe. Amen. He still loved. Bado alitupenda. Bwana sifiwe. Amen. He still loved us. Bado alitupenda sana. Even after his death.
hata baada ya kifo chake, when he raised from the dead, alipofufuka kutoka kwa he wafu, will meet those people. bado angelikutana And na he wale knew these are watu, the people who killed me. na anajua kabisa hawa ni wale This is the walioniua. world which really hates me. Hawa bado ni wale walimwengu ambao wananichukia, hawajaniokoa. But Jesus did not curse them. Lakini Yesu hakuwalaani, He even prayed for them. bali aliwaombea. That is the love that God wants us to have. Basi huo ndio upendo ambao Mungu anataka tuwe nao. That is one taste of the fruit of the Holy Spirit. Basi hiyo ndio mojawapo ya ladha ya hili tunda la Roho Mtakatifu, ya kuweza kupenda Those who don't love you. hata wale hawakupendi, To love those who hate you. kuwapenda hata wanaokuchukia, Those who come and say things on your face. wale ambao wanakuja kukusemea mambo mabaya usoni mwako, And you're able to embrace them. bado uwapende na kuwakumbatia. Hallelujah. Amen. And Jesus is looking at us today. Na Yesu anatutizama siku ya leo, He's looking at our hearts. anaangalia mioyo yetu. You know, a heart is really hidden. Mioyo yetu imefichika sana, And heart can really speak na mioyo wakati mwingine inanena quietly. kimya tu. Before even the mouth engage, Kabla hata kinywa kinene, the heart speak. moyo huwa unanena ndani. And you are the person who really hears what your heart is saying. Na wewe ndiye mtu husikia moyo wako unazungumza And you nini. find that if your heart is not saying what is love, Na unapata kwamba iwapo moyo wako hausemi kilicho cha sawa, then that's an indicator that things are not okay. basi hiyo ni ishara kuwa mambo si mazuri. That is a sign that the Holy Spirit is not in you. Hiyo ni ishara kwamba Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. That is a sign that you are not in that stream of water. Basi hiyo ni ishara kwamba haujapandwa pale kando kando ya vijito. There's something wrong. There's something Kuna wrong. jambo limekoseka You mahali. need to check yourself. Unahitaji kujiangalia. Bwana asifiwe. Amen. So if we stay in the streams of water, Basi iwapo tutakaa pale katika chemichemi za and maji, Jesus is the water, na Yesu ndio yale maji, He helps us to grow. anatusaidia He helps tukue, us to stand. anatusaidia He tusimame, helps us to bring forth that fruit anatusaidia tukaweze kuzaa lile tunda, and sustain us na analidumisha in that breakthrough. katika kule upenyo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana wetu apewe sifa. Amen. So this morning Basi asubuhi ya leo we need to check our hearts. inahitaji tuangalie mioyo yetu. Are we able to love? Je, tunaweza kupenda? Bwana asifiwe. Amen. Are we able to love our neighbors? Je, tunaweza kupenda majirani zetu? Are we able to love those who hate us? Je, tunaweza kuwapenda hata wanaotuchukia? Or we are looking for a way maybe to stay far from them, Ama tunaangalia njia ya kukaa mbali na wao, and we are really praying for them that God will take them away from you? na tunaomba kabisa Mungu atuondolee hao watu karibu na sisi. Hallelujah. Amen. But God Lakini Mungu wants us to love anataka tupende just the way He loved us jinsi tu alivyotupenda when we didn't know Him. wakati hatukumjua, We were still running, wakati tulikuwa bado following tunakimbia our desires, tukifuata tamanio running, following zetu, our own interests. tukitafuta nafsi zetu wenyewe. Jesus was busy Lakini showing Yesu us alikuwa yuko mbioni kutuonyesha His love. upendo wake. He didn't even consider His glory in heaven, Hakuzingatia ule utukufu wake mbinguni, but He left everything and He came to us. lakini aliacha yote ili atujie. And that's why we are saying, church, Ndipo sasa tunasema kanisa, that we need to pick this love tunahitaji kuchukua and run with it Pendo. outside there. na tukimbie pale nje, Let's show people the love of God. na tuwaonyeshe wengine Let upendo wa them see Mungu. that there is love. Wacha watu waone kwamba kuna upendo. Let them see that there is a love in Jesus. Wacha watu waone kwamba kuna upendo ndani ya Kristo. Let's not cover ourselves in hypocrisy. Wacha tusijifiche katika ile hali ya kuwa na We have one another here, tunajifanya tunapenda hapa, but in our hearts, lakini mioyoni mwetu we are really killing them. kuna unafiki wa kuwaua. May God help us Washa Mungu atusaidie so that we may be able to
bless them. ili kwamba tukaweze kuwabariki watu. And if we love one another, Na iwapo tutapenda mmoja kwa mwingine, the Bible says that even the world will know that we are the sons of God. Biblia inasema kwamba hata dunia itajua kwamba sisi tu wana wa Mungu. The problem we have today is that the church is lacking this love. Shida tulionao kubwa kama kanisa ni kukosa upendo. We are only loving those people who love us. Tunawapenda tu wale We wanaotupenda. are only showing people love to those who are maybe our friends. Tunawaonesha tu upendo wale pengine tu ni rafiki But there are zetu. those who are crying outside there. Lakini kuna wale wanalia pale They nje. have nobody to talk to. Hawana mtu wa kuwazungumzia. Some of them are running in these streets, Wengine wanatembea pale mabarabarani not because they want to run, si kwa sababu wanataka but kukimbia, there's nobody caring about them. lakini kwamba hakuna mtu wa Nobody kuwashughulikia. is reaching out for them. Hakuna mtu anayewanyoshia Nobody mkono. is talking to them. Hakuna mtu And they anayewazungumzia. find themselves alone. Na wanajipata na And upweke. some will go ahead and kill themselves. Na wanatoka na hata kuendelea And kujiua. the reason is because nobody loves them. Na sababu ni kwamba hakuna mtu So aliyewapenda. this morning, church, Kwa hivyo asubuhi ya leo it is kanisa, for us to pick the love of ni Christ. sisi tuuchukue upendo wa embrace Kristo, this love. tuukumbatie Let's go out. na tukimbie pale nje Hug those people. na tuwakumbatie hawa watu Tell them that Jesus loves them. na umwambie kwamba Yesu anakupenda. Hallelujah. Amen. Let's share the true love Na tushiriki upendo wa of Kristo wa Jesus kweli, Christ. wa kweli wa Kristo Yesu. Because love, this love, agape love, we've said it's not feelings, Basi tunasema upendo huu wa Mungu si wa hisia, but it is a decision. lakini ni uamuzi. Bwana sifiwe. Amen. It is a decision. Ni wa uamuzi. Sometimes it is not easy. Wakati mwingine kweli si rahisi. You really need to sacrifice yourself. Inahitaji kweli ujitolee. Sometimes you will cry. Wakati mwingine utalia. Sometimes you will really feel bad. Wakati mwingine kabisa unaumia. But because you've made up your mind, Lakini kwa sababu umeuangalia moyo wako you've made kweli, up your mind that I'm going to show love. umesema na umeaminisha kwamba nitaoneshana upendo. Just like when we wed people here. Ni kama tu vile tunavyowaunganisha watu hapa. You know, when they come here, they come dancing, nini, those madoidos. Wanapokuja wanacheza michezo vile vile kuja hapa mbele. Because that time the love is so high. Kwa sababu pale upendo umejaa hadi pomoni. The feelings are also high. Basi hisia pia ziko juu But when kabisa. they go home, Lakini wanapoenda nyumbani, the first day, the second day, siku ya kwanza ya pili, you know it is very hard. najua ni ngumu And sana. I congratulate those people who are in marriage. Na nawapongeza sana wale watu wako katika ndoa. You sleep like this, Unalala hivi, you wake up in the morning, unaamka you asubuhi, see this person there. bado unamuona ako You pale. go sleep again, Unalala you tena, wake up in the morning, kesho hata ukigutuka usiku ukiangalia, bado yuko hapo. that is the same person you are. Yani for the 50 years almost in a Dorcas, seeing Mzee Kazungu around. Yani Kwa miaka kama 50, Reverend Dorcas akimuona mzee Kazungu hapo kila siku. yani wewe mtu hakuna siku anakuboa. I know there is a day you say, huyu naye. Najua kuna siku unajiuliza huyu alitoka wapi, But you made decision. lakini uliamua. And because you made that decision, Na kwa sababu ulifanya uamuzi huo, hata mkikosana ile vipi, na you will never go. bado hautaondoka. Bwana sifiwe. Amen. Because you made your mind. Kwa sababu The uliaminisha. feelings are not there. Ni kweli hisia pengine hazipo, Maybe today is not taking you to salon. pengine bado hajakupeleka kutengeneza nywele, Today no greetings. labda hajakusalimia, Yani anakuassume tu, yani anakuassume tu. anakuchukulia ni kama haupo ama upo, But bado love is there. lakini bado upendo Because upo, it is decision. You kwa made sababu your ni mind. uamuzi ulioufanya. And you came and told us here that until death do us part. Na ukaja ukakiri kwamba And ni hadi kifo and that death is not kitakapotutenganisha, coming soon. na habari hicho kifo bado hakija kuja wala hakiji haraka. That is the love that God is telling us. Basi huo upendo ndio Kristo ametupenda kwao. Bwana asifiwe. Amen. It doesn't matter how things are.
haijalishi jinsi mambo yalivyo, but when the Holy Spirit stays in our hearts, lakini wakati Roho Mtakatifu anakaa ndani He yetu, gives us strength to love. anatupatia nguvu za He gives kupenda, us strength to encourage one another. anatupatia nguvu za kutiana moyo mmoja kwa mwingine, to lift one another. anatupatia nguvu za kuinuana mmoja kwa mwingine. Hallelujah. Amen. 1 John chapter 4 verse 8 Waraka wa kwanza wa Yohana says, he who 1:4 does not love anasema yeye does asiyependa not know God. hamjui Mungu. So do you know God? Je, unamjua You Mungu? must love one another. Ni lazima umpende mwenzako. Hallelujah. Amen. You must love one another. Lazima umpende mwingine You know God. iwapo unamjua Mungu. That is the first thing we see. Basi hilo ndilo jambo la kwanza tunaloliona. And this fruit is like I've said it's like the class, it carries everything. Nimesema kwamba tunda hili linabeba mambo haya And yote. if you miss love, Na iwapo utakosa upendo, then you are nothing. basi hauko chochote. Amen. Amen. And number 2 is the joy. Jambo la pili ni furaha. Joy. Furaha. And this joy, Na furaha hii it is joy that comes independent. ni furaha inayokuja ikiwa It is not imesimamia. caused by anything else. Haijasababishwa na jambo lolote It is lile. not because now this is the end month, now we are expecting money will come. Basi furaha hii hailinganishi kwa kuwa ni mwisho wa mwezi tunatarajia fedha. It is not that you were sick, like we've had somebody was not able to do her 1, 2, 3, but now can run and do 1, 2, 3. Imesikia kwamba kuna mtu alikuwa hawezi kufanya hili na lile, lakini sasa anaweza kufanya la. It is not because now there is peace in your family. Si kwa sababu sasa kunayo amani katika It jamii is not yako. because now you have a new job Si kwa sababu sasa unayo kazi mpya or new salary. ama mshahara mpya. But the joy that the Lord is telling us today, Lakini furaha ambayo Bwana anatuambia siku ya the leo joy which is part of the fruit of the Lord, ni furaha ambayo ni sehemu ya tunda la Roho. it is built on knowing who reigns. Ni furaha inayojengwa kwa kujua ni nani anayetawala. Bwana asifiwe. Amen. You can be in pain, Unaweza kuwa katika maumivu but joyful. lakini unao furaha. You can be in lack. Pengine uko katika upungufu, There's no food, hamna no chakula, school fees, hamna karo, no good things. hamna vitu vyote vizuri unavyoviona, Joy in lakini furaha imo. Why do you rejoice at that point? Kwa nini ufurahie wakati kama huo? Because you know who reigns. Kwa sababu unajua ni nani anayetawala. The one who reigns Anayetawala is able to do more and great things in our life. ana uwezo wa kufanya mambo makuu Is katika maisha able to yetu. open new doors. Ana uwezo wa kufungua nafasi The one mpya. who reigns, Anayetawala, though today we are in Scotch land, japo leo tuko mahali palipo na but he is ukame able to mkubwa, take us and make us a well-watered garden. anaweza Bwana kutuchukua na kutupeleka mahali palipo na bustani iliyonyunyiziwa maji vizuri. We rejoice Tunafurahia because we know kwa sababu tunajua the one who reigns yeye anayetawala is able to take us to where the streams of waters are. ana uwezo wa kutupeleka mahali palipo na vijito vya maji. Hallelujah. Amen. So we are supposed to have that joy. Kwa hivyo inatupasa tuwe na hiyo furaha. And one singer sang and said, the joy of the Lord is my strength. Na mwimbaji The joy mmoja of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Mwimbaji mmoja The joy of akasema, the Lord is my furaha ya strength. Bwana ndiyo nguvu zangu. Ndio hivyo. It is the joy of the Lord. Basi ni furaha ya Bwana. Our joy, Furaha ya Bwana more of happiness. ni zaidi ya furaha, kufurahia, Because changamka. the joy of the flesh Kwa sababu furaha ya mwili is when things are going well. ni kwa wakati mambo yanaenda vizuri. It's when I have money in my pocket. Ni wakati niko na pesa za When I kutosha, have good house. wakati una nyumba When nzuri, I have big car. wakati una gari kubwa When nzuri, I'm at my best.
Wakati niko katika kiwango changu cha uzuri kabisa, that's where we find joy. Hapo ndipo tunapopata furaha. But the joy of the Lord Lakini furaha ya is Bwana when there's ni nothing. wakati hamna We chochote, rejoice in Him, bado unafurahi ndani knowing yake, that we ukijua ya have kuwa abundance in Him. kuna utele ndani yake. Hallelujah. Amen. In the book of Habakkuk, Katika kitabu cha Habakuki, the Bible says, Biblia inasema, let's read that book as we finish today. tuangalie kitabu cha Habakuki tunapomaliza. You know, when things are okay, Wakati mambo yote yako sawa, you don't struggle. haung'ang'ani. Even the songs just flow. Hata nyimbo zina ule mtiririko wake Neighbors will tu. hear those songs of praise. Majirani watasikia nyimbo za Nimemwona sifa. Bwana anapendeza. Yani you sing a lot. Unaimba sana. But the joy of the Lord Lakini furaha ya Bwana will carry you itakubeba and give you a song na itakupatia wimbo even in your silence. hata wakati kuna kunyamaza. Bwana sifiwe. Amen. It will give you a song Itakupatia wimbo even when you're not able to say anything. hata wakati hauwezi kusema chochote, You'll find your spirit is singing. bado utapata roho yako, nafsi yako ikiimba. Hallelujah. Amen. So we are reading chapter 3 verse 17, Habakuki 3:17 which says, inasema, though the fig tree shall not blossom, nor fruit be on the vine, the produce of the oil fail, and the field yields no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stall. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Nitasoma Habakuki 3:17, maana mtini hautachanua maua, wala mizabibu hakutakuwa na matunda. Taabu ya mizeituni itakuwa bure, na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Jehova aliye Bwana ni nguvu zangu. Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Amen. Still I will rejoice in the Lord. Hivyo bado nitafurahia katika Bwana. Yes, there's no food. Ni kweli hamna chakula, lakini bado nitamfurahia Bwana. It is maybe the time of drought. Bado ni wakati wa The kiangazi. sun is too hot on me. Jua limewaka kabisa, I will rejoice in the Lord. lakini bado nitamfurahia Because Bwana. I know God will do a new thing. Kwa sababu najua Bwana atafanya jambo So the jipya. joy of the Lord Kwa hivyo furaha ya Bwana is our strength. ndiyo nguvu The zetu. joy of the Lord, Furaha ya Bwana when we know that He reigns, wakati tunajua kwamba anatawala, that makes us so joyful. hiyo inatufanya tuwe na furaha zaidi, Because we know, kwa sababu tunajua as He promised, kama alivyoahidi, He will be with us all the time. atakuwa nasi kila wakati. He will be with us even in the time of need. Atakuwa nasi pia wakati wa mahitaji Even in our yetu, times of tears, hata wakati wa majonzi, our Lord will be with us. bado Bwana atakuwa pamoja So may nasi. God help us Kwa hivyo Bwana atusaidie that we may give Him that room in our hearts, kwamba tukaweze kumpa hiyo nafasi katika maisha that the yetu, Holy Spirit will start bringing forth His fruit, ili kwamba Roho Mtakatifu akaanze kuchipua matunda ndani yetu, with the love, ikianza na upendo, so that we may be able to love God. ili kwamba tukaweze kumpenda Mungu, We love ourselves ili kwamba kwanza tukaweze kujipenda and kwanza, love others, na hatimaye tupende and also wengine, love our nature. na pia tupende jinsi tulivyo. Bwana sifiwe. Amen. So let's love God Kwa hivyo tumpende Mungu and make sure we are right with Him, na tuhakikishe tuko sawa na yeye, just like that
that tree which is planted by the rivers. Kama ule mti uliopandwa kando kando ya That person, we vijito. are told that he delights in the word of God. Tumeambiwa kwamba mtu huyo hufurahia katika sheria ya So Bwana. let's keep our eyes unto him, Na tuweke macho yetu tukimkazia so that we yeye, can receive that joy. ili kwamba tukaweze kuipokea hiyo furaha. And let's love ourselves. Na tujipende pia. Do you know that there are people who do not love themselves? Unajua kuna watu hawajipendi, They really hate themselves. wanajichukia tu. Maybe because of their former mistakes you made. Pengine kwa sababu ya makosa uliofanya wakati You fulani. need to love yourself. Unahitaji kujipenda. You need to forgive yourself. Unahitaji ujisamehe. Hallelujah. Amen. Love yourself. Jipende. Bwana sifiwe. Amen. The love of God makes us to love ourselves. Upendo wa Mungu unatusaidia tujipende wenyewe pia. And when I love myself, Ya kwamba I nikijipenda will love my neighbor. nitaweza kumpenda I will jirani take yangu. care of her. Nitamshughulikia na I'll make sure nitamtunza. she's okay. Nitahakikisha kwamba yuko I'll sawa. pray for her. Nitamuombea. I'll talk to her. Nitazungumza naye. I'll make sure that she's growing in faith. Nitahakikisha kwamba anakuwa katika imani. Hallelujah. Amen. Also, it is good to also love your nature also. Pia ni vizuri kupenda jinsi ulivyo, Take asili care of your yako. environment. Angalia na umeangalia kwamba unashughulikia Bwana mazingira. sifiwe. Amen. Make sure you take care of your environment. Angalia kwamba Usiende pale unashughulikia unaanza mazingira yetu. kuvunja maua. Don't go outside there, you're breaking those flowers outside Usianze there. kuyavunja ama kuyatunda wakati ambao sio. Take care of your environment. Yatunze na uyazingatia That is kwa love. sawa. Huo ndio upendo. Bwana sifiwe. Amen. So may God help us. Kwa hivyo wacha Mungu May we atusaidie love God. kwamba tukaweze May we kumpenda love Mungu, ourselves. tujipende We love our neighbors na tupende majirani and zetu love our nature. na tupende hata mazingira Bwana yetu. asifiwe. Amen. So that we will also stay in those gardens. Ili kwamba tukaweze kukaa katika zile bustani. If God has made us to be gardens, Mungu ametufanya tuwe bustani. so let's make sure even our environment is like a well-watered garden. Tuhakikishe pia kwamba mazingira yetu yako mazuri, yametiwa maji And number vizuri. 2, Na jambo la pili, let's have the joy of the Lord, tuwe na furaha ya Bwana which is our strength. ambao ni nguvu zetu. And with this, Na tukiwa na haya, we are able tuna uwezo to be sustained wa kudumishwa in our breakthroughs. katika upenyo wetu. May God bless His word Wacha Bwana alibariki neno and lake bless us all as we stand. na tubarikiwe sote tunaposimama. Amen.